wote tukue na amani, baba na amani, na kila mtu atulie, tungoje vile mwelekeo itakuja. Tusianze na mambo ya siasa saa hii, wala nani atachukua place yake, but tukae chini, tuunganishe pamoja kwanza, tuone vile tutakuwa. Na kwa familia na wapigia pole sana. Tunajua vile mnapitia. Hata ingawa mlikuwa mnasema bado wako hai, tulikuwa tuko na wasiwasi. Lakini sasa vile imesemwa sasa, sisi tumepumua, baba apumue na rest in peace until Mungu mwenyewe ajua vile kutakuwa. Lakini tumehuzunika sana. Bila shaka Lulu, ni kauli ya baadhi ya wafuasi, tukisubiri tu kupata taarifa rasmi kutoka kwa familia na Rais William Ruto. Pengine anza na jina lako, tuambie leo unahisi vipi ndugu yangu? Kwa majina naitwa Clinton Okerio. Kwa ukweli hii kitu wametuuma sana. Kama sisi wakazi wa hapa Nairobi na Kenya nzima, tunasema pole kwa familia na kila mtu. Lakini hii kitu wametuuma juu papa ametuacha hivyo, hatakuwa tunachipanga. Papa ametuacha hali mbaya. Kwa sasa hii papa ametuacha ile hali mbaya, hatujui tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Sisi wakaaji tumepaki bila papa, hatujui tunaanza wapi, tunamalizia wapi. Ila nasema tukue pamoja, tuendelee kuungana pamoja na tusaidiana kila mahali, ndio papa tuone kama vile tutafanya. Lakini ila hali tunasema papa ametuacha mbali, ametuacha mkono tupu, hakuwa ametupanga, tumeachika vibaya sana. Na hiyo tu nasema tumepaki na huzuni sana. Kama mfuasi wake, wewe utamkumbuka vipi katika maisha yake ya siasa, maisha yake ambayo aliishi hapa duniani? Kama mimi nakumbuka papa alikuwa na msimamo mmoja, kama ameamua ni na ameamua ni hiyo. Huko na padrisa papa kama alikuwa anaamua ni left, kama ni right. Alikuwa na msimamo mkali. Sasa papa ametuacha, kama amekuwa amesema ni huyu. Hakuwa anageuka, hakuwa anasema hii kitu hii tena ageuke hivi. Kwa hivyo ni huzuni kwetu, tutapaki bila chama, hata chama yetu tulikuwa tumepaki hivyo. Tumekuwa na huzuni sana. Shukran sana kwa kauli hiyo. Niruhusu nizungumze na jamaa leo. Mpokea vipi taarifa hii? Utamkumbuka vipi hayati Raila Odinga? Mzee wetu, kwanza siku ya leo ni siku ya huzuni. Nimeamuka kwenda kazi kama siku ya kawaida. Naitwa Maurice Epalat. Nimeamuka kwenda kazi kama kawaida, kufika njiani nikakutana na escort kali sana. Sasa kumbe kufuata nasikia mzee ameenda. Mzee alikuwa ametuahidi kuna safari Mombasa, ndio hiyo mzee hayuko. Tumeongojea wiki last week, kulikuwa na conference inaendelea Mombasa. Tuliongojea, hatukupata information. Tukaongojea mzee aongee, mzee hajaongea mpaka sasa. Sasa si tumefika kwa Boma, mzee hajaongea mpaka sasa. Tunashindwa kutakuaje. Chama yetu itaendeleaje? Tutajipanga aje? Na kama tutapata kiongozi kama yeye, sijui itakuwa ni lini. Baba amekuwa mzee wa kazi, mzee mchapakazi wa Afrika mzima, Kenya mzima, ndiye amekuwa baba yetu. Alikuwa anatuelekeza, alikuwa anafanya kazi vizuri na alikuwa anatupanga. Utamkumbuka vipi hususan wakati ambapo sasa Wakenya wengi wanajaribu kutafakari haswa taarifa hii ya kufa kwake? Wewe utamkumbuka vipi kibinafsi? Mzee, in my terms, mzee amefanya kazi kweli, na naamini mzee alikuwa na ile lengo ya kuinua Afrika, ile lengo ya kujenga nchi. As you can see, hata kama alikuwa anafanya handshake, anything else, alikuwa anafanya kazi. Tulikuwa tunapenda chama ya amani, chama yenye inaweza inuana. Naam, shukran sana. Tupate kauli ya mwingine hapa. Anza na jina lako, tuambie taarifa hii umeipokea vipi, na wewe binafsi utamkumbuka vipi Raila Odinga? Mimi naitwa Nathan Murara Kebato Junior. Cheneza sema bana, I don't believe this. This is not happening, man. Without baba we are not able bana. Tafadhali Kenya naomba wa Kenya wenzangu walai. Sasa hivi tunaona gara mimi siamini kitu imefanyika. Siamini, niko kwa ndoto. Niko Karen, nimekaa katikati ya Karen, naenda kuangalia hivi nyuma, naangalia watu wengi wamejazana hapa. Kwa nini inaendelea? Baba ametuacha. Kama ametuacha ukweli, wakuja hivi. Lazima niangalie pale ameenda. Without baba Kenya is not able bana. Without baba Kenya is not able. Bila baba tuwezi. Baba ndiye ametushikilia hivi. Sasa hii mkono na anatushikilia tena. Nataka niulize, hii mkono na anatushikilia tena. Bila baba tuwezi. Bila baba tuwezi. So sad. Hapa inauma mbaya mzee wangu, sawa.
Pole na kila mtu atazungumza. Naomba nizungumze na huyu mzee. Anza na jina lako, wewe umepokea vipi taarifa hii? Okay. Kwa majina mimi naitwa Ogutu Mwanaharakati, hiyo ndio jina najulikana nayo. Mwanachama wa kikundi kinaitwa Kamkunje Pressure Group pale Kibera, ambapo ndio mahali kila wakati Raila before afanye any important declaration ilikuwa ni lazima akuje pale Kamkunji. Hii ni taarifa ambayo imetupata, hatukuwa tunatarajia kitu kama hiyo. Sisi kama wananchi wa Kenya tulikuwa tunatarajia baba anaingia nchini leo hii akirudi kutoka pale ng'ambo, lakini tunasema Mungu anajua ni kwa nini amefanya hii imekuwa. Chenye tunakumbuka nayo Raila, tunakumbuka msimamo mkali ya Raila ya mwisho ilikuwa ni kwamba Kenya ikuwe na maridhiano. Alikuwa ameanzisha ile tunaita intergenerational conclave. Ilikuwa ni tufanye maridhiano Kenya mzima, tujue ni nini inafanyika Kenya hii, ili tusikue na mambo kama hii. Hata kama ameenda, ningependa kuomba viongozi wale wenye wamebaki ya kwamba msimamo ile ya Raila ya intergenerational national conclave iendelezwe, isibaki nyuma. Shukran sana kauli yako. Kisha tumalize, wewe unaitwa nani? Tueleze umepokea vipi taarifa hii, na hayati Raila Odinga utamkumbuka vipi? Mimi kwa jina yangu naitwa Ojiko, chairman ya maandamano Kibera. Nimekuja hapa jua kuongozi Raila Odinga imekufa. Hiyo saa hii mimi sitaki mambo mingi, nataka tuombe tu wa Kenya tulia kwanza pole, halafu tutajua fomu ni gani. Juu saa hii hata kuna roho ya kuongea. Kama mimi ni chairman ya Kibera ya maandamano, mimi saa hii hakuna kitu tutasema. Utasema tu pole, Mungu tunajua bila umechukua Raila. Sitaki kuongea mingi saa hii. Watu wa siasa wanapiga midomo saa hii, nataka tu nyamaze ni kwanza, halafu jua fomu ni gani. Uzuri Raila please melala, unajua please umewacha wa Kenya. Na Wajaluo ama watu wa Nyanza yote, nyamaze ni kwanza. Waona tu rada ni gani, utaenda aje, mambo yako ni hivyo. Asante sana. Zungumze na huyu jamaa hapa. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Kwa kifupi tu tueleze wewe hii leo shughuli yako ilikuwa ipi, ukapokea taarifa hii kupitia njia gani, na sasa utamkumbuka hayati Raila Odinga vipi? My name is Omondi, Wilson Omondi, and Jacob is my personal friend. Today I'm drained and shattered because it's still like a dream here. We did not expect this, but because we have the news here, it's hard to. It's traumatizing us. Jacob wanted peace for the nation, and I pray peace prevails. Jacob has left, and there is part of me that has gone with Jacob, and I don't think that it's coming back anytime soon. I'm completely shattered. I did not expect this at all. Pole. Tuzungumze na jamaa mmoja wa mwisho hapa. Kwa kifupi tu tueleze umepokea vipi taarifa hiyo ndugu yangu? Mimi naitwa Alan Oremo, mwanaharakati na mwanasiasa wa Embakasi East, Embakasi Ward. Kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga imetupiga butua. It's one of the saddest moments of this nation, and we never expected this. But as a country, Raila has always been a unifying factor. And his death, ama kifo chake, wachi kuje kaunganisha wa Kenya pamoja. He's always forged and always come through for Kenyans during the difficult moments. Zile wakati ngumu, Raila amekuja kwa ajili ya wana Kenya. Kwa hivyo mimi kitu naweza sema saa hizi, wacha kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga iunganishe taifa iwe kitu kimoja. Tusije tukatenganishwa na kifo chake, manake Raila amekuwa kiunganishi kikubwa sana, na hakikisha kwamba Kenya hajagawanyishwa ama Kenya hajakatika ama hajaenda kwenye vita kama nchi zingine. Raila amekuwa kiongozi wa kuunganisha nchi. Kwa hivyo kifo chake kile wacha tukitumie kuunganisha Kenya na tuwe na nchi moja, na hii nchi hata ikiwezekana ibadilishwe kutoka kuwa Kenya iitwe Raila Odinga. Hii nchi sasa ibadilishwe kwa sababu amekuwa kiunganisha hii nchi. Kwa hivyo nchi ile tunataka, Mheshimiwa Ruto yuko hapa, tutamuomba kwa ajili ya sisi ya kwamba jina ya Kenya lazima ibadilishwe. Tulipewa jina na wakoloni. Jina la Kenya inabadilishwa, itakuwa inaitwa Raila Amolo Odinga.
Shukran sana. Kauli hizo, kauli za kumbukumbu kutoka kwa wafuasi wa hayati Raila Odinga, ambaye taarifa ya kifo chake imetokea mapema leo asubuhi. Bila shaka umepata kuwasikia tu wakitoa kumbukumbu zao, wakielezea jinsi ambavyo watamkumbuka, namna ambavyo wanamenzi, hususan kuhusu uongozi wake nchini. Kumbuka kwamba